So, ladies and gentlemen, welcome again. This is another time we are meeting. This is another episode. Yes, let me know how have you been. Let me know mnaendelea aje, my friends from every side. Yes, my name is James Wanyamungala. Yeah, I don't know if there's a lot to know apart from that, lakini kama ipo tutaendelea kujuana. It is another time. Yes, I've come with a new story, a new thing. Yeah, I'm about to introduce to you a new chapter. We are starting. I just want to talk about the marriage. This is a wide topic, a broad topic. Many of you don't like to hear of it. Many of you like to hear it. So tutakuwa tuna interact a lot in so many ways. We will be talking about the marriage, the evil in the marriage, the God in marriage, the grace, the sweet things in marriage. Yeah, because so many people have been believing that marriage is all about fight, marriage is all about so many things, mvurutano, vita mingi, magombano, kutoelewana, kuachana, kurudiana. But you know what? You might learn a lot in this one. The marriage. Underline the marriage. Maybe you have never come across this topic. Maybe you have ever come across it. Naomba tu tushirikiane ama tuungane ama tuwe pamoja kuanzia mwanzo hadi tamati. The marriage, it will be a very broad one. Itakuwa na episode 1, episode 2, episode 3, and please make sure you subscribe to my all channels. YouTube, I'm James Wanyamungala. You'll get the whole content, the whole thing. Make sure you subscribe to TikTok, Jamlas au James Ngala, ukisearch utanipata pale. Make sure you follow me on Facebook. Favored James, ukishaandika hivyo utanikuta pale pia, lakini hasa hapa kwa YouTube, maana haya yote itakuwa inakuletea pale kwa YouTube. Just go and subscribe, alafu uclick hiyo button ya notification, then because itakusaidia whenever I upload anything utakuwa unajua. Nitakuwa naenda live kwa YouTube, nitakuwa naenda live kwa TikTok. Yes, nitakuwa naenda live sometimes kwa Facebook. Yeah, and please, you don't afford to miss this one. This one is hot. I'll be inviting guests. Nitaleta watu. We will talk a lot about the marriage thing, because so many people need to know this. This is the way, this is the thing. You need to know and to understand what you don't know. So many people have been fed up with very bad information. Wengine wamekuwa misinformed about marriages. Wengine wamekuwa wakisoma na from maybe bad experiences of so many people. Maybe you have come up ama you have come out of, umetoka kwenye background yenye imekuwa na mzozano, imekuwa na mambo mingi, mambo ya marriage imekuwa ni kama laana. You'll come to understand this one, because I've met so many people, I've heard so many people. Wengine wanasema wanawake ni mbwa, wengine wanasema wanaume ni mbwa, wengine wanasema wanaume ni wanyama, wengine wanasema wanawake ni mashetani. Hizo zote ni maneno mingi, lakini naweza nikwambie kitu. Katikati ya wanawake hao wenye wanasemekana, kiwapo kuna wanawake ambao ni mashetani, bado kuna wanawake ambao ni malaika. You men guys, you should hear me. Hear this one. Katika every group of women you think there are so many devils there, hapo bado kunao katikati yao mmoja ambaye ni malaika. Kunaye mmoja mwenye roho mzuri, kunaye mmoja mwenye ana heshima. Katikati ya wanaume, maybe you came across, you interacted with several men as your husband na they disappointed you. Just know, hapo katikati ya wanaume wote yupo mwanaume ambaye ni mwanaume mzuri. Because I just want to talk briefly about marriage. You know what?
You need to understand this one. You need to understand it because life is so real. Life is so real. Maybe you might be saying, I've made up my mind, I'll never marry. Mwingine anaweza sema, I've made up my mind, I'll never get married. Watu wamekuwa na maneno mengi. Maybe it is out of pressure, maybe it is out of, I don't know, the company you are in, maybe the circle you are in, it doesn't believe in marriage. I don't know, because we need to ask ourselves, what is happening? So many people, young people, this generation doesn't want to get married, doesn't want to have a family, doesn't want, like, I don't know. We are going to dig deeper into that, and we are going to tutaibua mambo mengi. Nitakupa nafasi yako uchangie hapo kwa comment section. Cheza kama wewe, any question you might be having about marriages, anything you might be thinking about marriage, whether positive or negative, just type it there. I'll be going through the comments, and after that I will be bringing them to life. We will communicate, tutatafuta, nitawaletea hata washauri wa ndoa. Yes, na mambo itakuwa sawa. Labda kupitia kwa hili kuna mtu alikuwa amengojea asikie hii ndiyo maisha yake ikamilike. Kuna mtu ashatafuta pesa, ashatafuta amani, amebakisha tu ndoa. Kuna mtu ashapata kila kitu, mwingine alibarikiwa na watoto hata kabla ya ndoa, ama ndani ya ndoa ingine ikakosa kuwaka, akasema ame give up. No. There is this time round, we are not going to give up, and just delete the word giving up in your life. Never give up in any way, in anything. So I had another vlog, I had another video. I just shoot that it was about giving up. It's never and will never be an option. Hapo kwa YouTube yangu, enda hapo, angalia hapo ile latest ama ile yenye nimetoka kupost before this one, ni giving up is never and or will never be an option. Just go and check that one, maybe itakusaidia. But I just want to encourage someone, just want to tell someone, please, hii nayo isikupite, hii isikupite. Let's get into it. We are going to tackle several things. Why is marriage not working nowadays? We are going to tackle understanding the purpose. We need, what purpose do we need to understand? Yes, you'll get to know that. We are going to tackle about where are we going wrong? Where are we going wrong? We're going to look at what made marriages of our forefathers successful. Most of them worked, but nowadays what are we seeing? Almost everything is falling apart. Yeah, so many things we're going to look at them, but I will leave you with this one point, that this is the bitter truth. Marriage is the way. Marriage must work for a better tomorrow of our kids, because kids will suffer due to lack of their fathers or father figure, presence of father figure, presence of father love, presence of mother love, presence of mother figure in their life. And that one, you are punishing, or you'll be punishing, or it will be a very big punishment to them. So get to this one, get to know something. So let's start. In the beginning, God just created Adam. Most of us, we are believers. Most of us, we are Christians. Most of us, we are Muslims. And then other Hindus. Yeah. But in the beginning, we Christians, we have learned. God created man, that was Adam. Adam was put in the Garden of Eden. Adam just ate some several days, nights and so forth. Na kuna majukumu yale Mungu alimwachia pale kwenye shamba la Edeni. Lakini kwa muda Mungu alirudi akaona huyu mwanaume
anateseka sana akiwa peke yake. So guys, get to this one. Mwanaume anateseka sana. You men, you guys, women, wewe ambao unasema you are ready to stay alone forever, you are ready to take care of yourself and your kids, you need to hear this one. Let's get back to the story. Mungu akaangalia akaona mwanaume ni kweli nilimuumba na it's very real, anateseka akiwa peke yake. Mungu akaenda mbele akamuumbia mwanamke. Mwanamke akaumbwa kwa ajili ya mwanaume, kwa ajili ya kumsaidia. Number one, that means that no man can survive alone. And if we are surviving, my friend, I am 100% sure you have several women you are chasing behind the tent. No man can survive alone in this life. Hakuna mwanaume anaweza ishi bila mwanamke, usidanganywe. Na kama wewe upo mwanaume ambaye una survive, jitokeze kwenye podcast hii. Tueleze how have you made it. Don't tell us you survive alone and you have girlfriends you are chasing. Don't tell us you survive alone and you have women you go and buy for sex or for anything to do with services from women. That is the purpose why God created Eve for Adam. That was the purpose why God created woman for man. Yes, you get me? No one can stay alone. So don't be cheated. Now this is what happened. Because this story will start, it has already started. Adam akaletewa mwanamke, akaumbiwa mwanamke, Eve. Eve akaja kwa maisha ya Adam. Adam was doing very good, though he needed an helper. And then God has brought helper. So things went up hivi na vile. Shetani naye akaja. Shetani atakuja tu, hata kwa hiyo relationship, hata kwa hao malaya, hata kwa hao watu nakutana na wao huko kwa siri. Then devil came. Shetani akaingia kwa mwanamke, akamwambia 1 2 3 kuhusu yale mambo ambayo hafai kufanya, ambayo Mungu alisema wasifanye. Adam akaambiwa na Mungu, haya msifanye. Mwanamke aliyeletewa akakutana na shetani. Shetani akamwambia, haya ndo mnafaa mfanye. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sasa hivi mambo, I want to make it quick to cut the story short. Adam wakakosea Mungu, wakafanya mambo yote yale walifaa wasifanye, wakatupwa nje ya Garden of Eden. Mungu alipokuja ili awatoe, aliachilia. Kuna mambo aliachilia, mengine ni laana, mengine ni majukumu. Mwanaume akaambiwe, wewe mwanaume, kwa sababu ya kutonitii utakulanga kwa jasho lako. Mwanamke akaambiwa, kwa maana hamjanitii, nawe mwanamke utazaanga kwa uchungu. Naye shetani kwa mfano wa nyoka aliyekuja akaambiwa, na wewe nyoka, kwa ajili ya kuvunja na kuingia katika himaya yangu na kunikosea, na wewe utakulanga vumbi, you will be eating dust, na utakuna gongwa kichwa na mwanadamu akikupata. So leave alone that one, we are still on the topic of marriage, okay? So kutoka mwanzo ndoa ilikuwa ni mpango wa Mungu, na hakuna mahali popote Mungu ashaiachilia ruhusa ya au certificate ya ndoa zivunjike. Only under very few circumstances. Number one, iwapo mpenzi wako atakufa kuache, that is a good reason hiyo ndoa imevunjika kwa hiyo design. Iwapo kutaingia adultery ama umalaya ama hiyo, you just got me, Mungu ameruhusu. Kama ndoa yako mmoja wenu ameenda nje, hiyo ndoa basi imeisha chafuka. Okay, this one is a story. Let's get back to this one. Marriage is something which is very serious and crucial.
is something which is not there to be avoided. Like, I don't know how I should put it, but ndoa ni jambo ambalo tuliumbiwa na Mungu. I don't know if you understand me. Ndoa ni jambo ambalo Mungu alituumbia. I want you to get this one. I want you to understand this one. Getting back to the reality of life, we have rites of passage. We have rites of passage. We have birth. We have initiation. I don't know. We have naming. Okay. We still have initiation. That is transforming from childhood to adulthood. Then from that we have marriage. Then from marriage, now we have death. I think they are 5. I don't know. I'm not good in those. But look, ulizaliwa, ukapewa jina, ukapita hiyo initiation period. There is marriage now, then there is death. There is something we call reality of life. When reality of life hits, I think I should also come. I have that episode, but I have not released it. When the reality of life hits, someone you should understand this one. Maisha ni, life is so real. Na kila siku, any day that counts in your presence, in your daily life, it will never come again. It will never be recovered. Zile siku zimepita utaiziona tena. Na ile age ulikuwa juzi, hautawahi come across it in your lifetime. What am I meaning? Ulikuwa mtoto, ukakua, ukaingia shule, umemaliza shule. Unless otherwise you can take yourself back to school, but to the childhood you'll never go back. You'll never go back to childhood. I want to tell you something. Kuna kitu inaitwa I wish I knew, which comes wakati mbaya. I wish I knew inakujanga the moment wakati everything it has been messed up. Ishaenda venye ifai kuenda. Kila kitu imeharibika. And that is the time you always say, and it is always too late, wishing to know something. That time when unasema I wish I knew, that is the time when unakuanga it's already late, you cannot correct anything even if you know. I want to tell you something. On this topic of marriage, guys, you'll know so many things. You'll understand so many things. I was telling some people somewhere, they were trying to convince me that marriage is a scam, marriage doesn't work. But you know what? This is what I honestly told them. Marriage is so sweet. Marriage is so sweet. When two people with same intentions, with the need of marriage, comes together. You know why? Because the same two people, whatever comes and whatever happens, they always work towards making it work. There is no successful marriage that will find you sitting down. There is no successful marriage that will just come away from nowhere, ikuje land kwako. Marriage is doable. Marriage works. But whatever that works, it's always made to work. Whatever that works, chochote unachoona kina, yes, it is working. That thing is made to work. It has not brought itself up. Chochote ambacho unaona kinafanyika, kinafanywa.
Kwa hivyo this is what I'm trying to mean. Ndoa haijileti ama haijisababishi iwe mwafaka ama iwe sawa. Ndoa husababishwa iwe njema, iwe ya heri, iwe iko sawa. We are going to know so many things because things have changed. Mambo mengi imebadilika sana na we will come across all those things. We will know a lot about the marriage thing. Remember the topic is the marriage. Where are we going wrong nowadays? Ni nini inasababisha mambo imekuwa ni kana kwamba ndoa sasa sio ndoa? Alafu sisi wale ambao tunajaribu, we are believing in it, sometimes tunakejeliwa. Even the world is like mocking us. It's like, what are you trying to do? What is this you're doing? What is this thing? Why do you want to get yourself to that? Why is it that nowadays it's like ndoa ni messy? It's like messed up. I don't understand. Because you know what? Ndoa ni mpango wa Mungu. Hiyo ni kitu unafaa uelewe. You should understand, ndoa ni mpango wa Mungu. And no one was made for himself or for herself. Everyone was made for someone. Sasa we have been discussing so many things. Discuss about financial freedom. We have discussed about depression and how to do away with depression. We have discussed so many. Vitu mingi zimeongelewa kwenye podcasts tofauti. Lakini hii ya ndoa, this one about marriage, this is what I've chose for this time. We are going to talk about it for the longest. Like, we are going to leave everyone and everything, and whoever will ever come through this one, please make sure you follow up to the next episode, next, and the past and the previous, everything else. Just get to know about this one, because this is the thing that I think everyone should know about this one. Waswahili walisema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Yani, if you have ever been in any marriage and it didn't work, that does not guarantee you that marriage doesn't work. I understand there are wrong marriages. You can find yourself in a wrong marriage, but they are very rare. Guys, I'm telling you, before you say your marriage is wrong, please do some research and make sure whatever you are saying, unaweza kuwa lawyer for yourself. And please, marriage is not just run. It is not run like aiendangi sababu there are some things you know about marriage. Hamna ndoa inayofanana na ya mwingine. Maisha ni tofauti, watu ni tofauti. Hakuna mwanamke utaipatana naye anayefanana na dadako. Kila mwanamke ameumbwa na mama, amezaliwa na mamake, amelelewa kwingine. Kuna vitu ulizofundishwa wewe mwanaume ambazo hazikufundishwa kwa ule mwanadada. Kwa hiyo ni kweli unaweza simama kizimbani ukasema kweli huyu mwanamke ni mbaya, huyu mwanamke ni shetani. Lakini nikwambie nini? Huyu mwanamke si shetani. Anachofanya ni kile alichofundishwa. Unatarajia awe mwema. Wewe ulifundishwa wema katika ndoa na wazazi wako. Yeye hakufundishwa. Kwa hiyo ukisema ni mbaya, ndio ni kweli ni mbaya. Lakini iwapo ni mbaya, umechunguza ukapata anafanya intentionally, might be kwa roho yake ama kwa akili zake yeye anajua ako right. And it's very true. Most of people, the mistakes they always make and the blunder wanajipatanga, most of them ni zile, they do them like they think they are right, but they are not. How long have you taken and to which extra mile have you gone to make her understand this is not the way? Have you tried to show her the way? Because yes, none is perfect. Hakuna mahali utapata mwanamke perfect, hakuna mwanaume utapata ako perfect. Lakini kabla umsingizie uovu na ubaya na ushetani na everything, every sort of names, umejaribu? Have you tried to make things work? Have you tried to make her understand? And after making her
understand maybe umejaribu kiasi gani? Maana hata kabla unitoe kile nakijua kwa kichwa changu utachukua muda, ujue utachukua muda. This is what I want to say and this is what I want everyone to hear. Marriage works. Ndoa ina work. Ningependa nielimishe mtu ili ndoa ifanye kazi au work in your life. For the marriage to work, you need to understand the reason and the purpose. Why are you getting into it? You just want to be married, or you just want to get married, or you just found yourself in marriage? Guys, you need to have the reason and the purpose. Purpose is very important. It's an important element. You know why? Hautaamka tu na mtu aje akwambie naja nikuoe. We ni mwanamke, nataka nikuoe. Alafu ghafla ushasema sawa, umeenda. Number one, for you to go or to agree, do you want to be married? Remember, marriage works for only two people. Those two people meet, and when they meet, everyone is in need of it. Are you in need of marriage? Wewe unataka ndoa kabla sasa uolewe. And let me tell you, there is difference between marriage and love. There is difference between marriage and dating. There is difference between marriage and friendship. So guys, you need to understand something here. You are getting married, right? Mwanaume, umepatana na mwanamke, amekupendeza. And this one goes to almost ladies. Okay? And men too. Mwanaume, umekutana na mwanamke, unataka kumuoa. Amekupendeza. Are you sure you want to marry? Are you sure you want to get to this life of marriage? Or you just got like, ni ile umekuwa so obsessed with the girl, you just feel like you don't want to lose her, you just feel like unafaa umuoe, umweke kwa nyumba asionekane wanaume wengine. Is it that jealousy? Ni hiyo wivu? Ni hiyo, I don't know how we should call it, but why do you want to do this one? Wewe mwenyewe umeshawahi penda maisha ya ndoa kabla uoe? Ama unaoa ili umtoe sokoni asionekane na wengine? Mwanaume, I'm asking you. Wewe mwanamke, unapoenda kuolewa, are you getting married to that man because you love marriage, because you like that marriage thing, because you just wish to be married, because you just wish to have your family? Or you are getting married to him because he is rich, because he has money, and if you say no, you will get other girls there, au because ukikataa atachukua wanawake wengine? Kwa nini unakubali kuolewa na yeye? Why? You have to understand that reason and that purpose. If you don't understand that one before getting to marriage, definitely hiyo ndoa itakuwa na doa. Ndoa itakuwa na doa iwapo utaingia kwa ndoa bila kuelewa sababu na kiini na why are you getting into it. Sijui kama kuna mtu ananielewa. This is just introduction, we are starting, ndo tunaanza. I have so many friends who were once in marriage and kwa njia moja au nyingine it didn't work. Na some of them gave up, wakasema they are not doing this thing again. Others just went on and tried again, na it worked. Others tried again and it still didn't work. Yes, so you need to understand something. I'm so sure hakuna mtu upenda kuwa single parent, because watu wengi wanapiga mdomo kuhusu ndoa. Wengine wenye wanasema ndoa ni scam nini. Most of them have never had kids. Like wamekuwa tu in courtship, wamekuwa tu in dating, na they have never got those kids.
they have never got there, yani wajijipata katika ile level ya kuwa na familia. You need to understand what is kukuwa na familia na kusema nini. Okay, the purpose, understanding the purpose. Why are you getting married? So I want to leave you, nataka niwaache nikiwa nimesafisha hili. The purpose in marriage should not come from your zile vitu nataka, maybe intentions, I don't know, benefits. It should not rely on something you want, because once you get it, ndoa itakuwa imeisha. Usiwahi ingia kwa ndoa sababu kuna kitu unataka ufanyiwe. This is what I'm saying. Usiwahi ingia kwa ndoa kwa sababu kuna kitu unataka ufanyiwe au kifanyike, kwa maana wakati hicho kitakapoisha kufanyika, basi na ujue ndoa ndo hivyo, basi itakuwa imeisha. Avoid getting into marriage because of money, because you have seen this partner, huyu partner wako ako, it's like he or she is financially stable. Remember, marriage life is not about finances. Na ingekuwa ili watu huoa sababu ya kuwa na pesa ama sababu ya pesa, basi babangu angekuwa mi singekuweko, wewe haungekuwa, manake najua hata wewe bado kuna kasoro katika upande wa pesa. So please understand the purpose, and let me tell you what was the purpose from the beginning. From the beginning, before sasa ulete purpose zako, what was the real purpose of marriage from the beginning? Number one, you should understand, marriage was made to complete those rites of passage, like in life, to complete the life. You see, like umeshafanya mambo yote, umegrow, umekuwa mahali umefika, sasa unahitaji ndoa, uende upatane na mwanamke, upate mke mzuri, muoane. Wewe mwanamke uende upatane na mume mzuri, hakuoe, muishi maisha mazuri, having that feeling like your life is now complete. Marriage was made to complete life. Like ushapata mke, mshaanza kuwa na watoto, you just have 1 or 2 kids, they are playing there, you are just like you are just waiting now. Achana na mambo ya kutafuta pesa, mambo mengine. I'm talking about the marriage thing, having someone in your life, and someone who is going to stay for the rest of your life. Not just someone who will be coming and going. You having someone who you will be in his or her life forever, for the rest of your life. Like the purpose of marriage was to complete the life thing. Like as from now henceforth, wewe ni wangu, mimi ni wako katika maisha haya. So many times, guys, you have found yourself crying because of some silly and I don't know life experiences. Umeenda kazi, umesimamishwa, umeenda umekutana na watu wamekufanyia hivi, maybe maisha imekuwa na ups and downs. Like, do you know when you get that someone? Sasa ni Adam, umepata Eve in your life. Hey man, do you know with that someone, the right person, if this person is there, do you understand the feeling? The marriage was made to complete. That was the purpose. Do you want to complete do you feel now you need to settle? Do you feel like now, yes, hi, I'm James, I feel like now I need to have my woman, I need to have one woman in my life, I need to have a family, I need to have kids, I need to have now, yes, I will think, I need to be settled, I need to now to settle, I need to have my wife, I need to have my kids,
Like, I need to have that life, that future I was looking for. I need to be having that, like, yes, I need now to be a grown, I don't know. That is the thing I'm talking about. Feeling like now you need that thing. Not just you've met someone. No. You might meet someone but you don't feel like you need it. Unaweza kutana na mtu mzuri, anaweza kuoa ama unaweza muoa, lakini you are not ready for marriage. So if you dare get into the marriage while you are not, I don't know, mentally ready, emotionally ready, then my friend, that one is not going to work, because utachoka haraka, utachoka, because this thing is forever being men. Ukishaingia umeingia. Kama wewe ni kijana, like you are man, you are young, I mean, don't get into marriage because you met someone who wants to marry you, or you met someone who you feel like she can be a good person. Just ask yourself, are you ready for this? Just get yourself ready before you say yes. Get yourself ready. Me, in my life, I've always loved the marriage thing. Nimetamani, nimependa sana hii hali ya ndoa. Like, uko na mke, uko na watoto, mko sawa, mnafurahia, mnacheza. I am married. Let me clear this one. Mimi nimeoa. Nina mke mmoja, anaitwa Monica Benica James. Tumebarikiwa na watoto wawili. Katikati ya ndoa ambazo zinasemekana, that in the middle of the marriages, the so-called marriages, the so-called hell, the so-called stupidity, those marriages, hizo ziko in quotes, like, I cannot get married is a scam. In the middle of that scam thing, we have emerged a very happy one. Sisi tunaishi, we just live like, I don't know, brother and sister, bestie, I don't know. Like, ours is not like, I don't know. It's not like marriage. It's like we just met two cartoons, because maybe maybe I should record a day in our marriage life. I should just shoot a day in our marriage life. Sisi hapa hatuna mkubwa wala mdogo. Ijapokuwa we respect the boundaries. There are boundaries, and I will get to that one. Boundaries. But ijapokuwa we respect them, we live like we have no mkubwa na mdogo. Because marriage should be one of the happiest thing ever. You see how you feel with a new relationship? Unaona venye una feelingi ukishapata mpenzi au poa mpya, ule mwenye anakwambia wewe ndo wangu hadi kufa. Yaani wewe ndo ule mtu mwenye Mungu alikuwa, yaani ulikuwa wapi kipindi naumizwa? Yaani ule mtu mwenye unasikia uwezi, una feel like you cannot, now you got that person. See, now the marriage is, I don't know, 5 times that feeling. Just imagine. Mimi, I just wondered, just the other day I was in here, nilikuwa kwa nyumba. Then my phone was not around. No. My wife's phone was not working, like ilikuwa imetoka na mtu, na mimi simu yangu nikampa mke wangu aende dukani, alikuwa anaenda kufanya shopping. Mimi nilibaki ndani na watoto. Sasa nilipobaki sina simu, nikamuuliza, mama, umefika wapi? Mke wangu ndiye ana simu. I just stayed here for around 15 minutes. But guys, let me tell you, those 15 minutes were like 15 months. I could not stay anymore. Just imagine. Usifikiri hii ndoa yetu imeanza jana. Nakwambia tuko na mtoto wa pili. She's a girl.
I think she's 5 months. Yeah, she's 5 months old. She's getting to 5 months old. Our firstborn is a boy child. Ni kajamaa kakona miaka 3, kanaelekea miaka 3 in fact, yeah. So with all that being said, I could not hold myself. I could not just sit here for more than that. Now, let me tell you something. You might think maybe I was like, anaweza kuwa huko nje anaongeleshwa na wanaume ama nini. But there is the feeling of, I feel like I miss her much. Like I need her here. Namtaka, yani I feel like hata ili tuende pamoja. Not because I'm jealous of her being kuambiwa na watu hey, hi, hello. No, like she is in my heart. She is part of me. I feel like one part of me has gone, has left me. So other times when she leaves, I always ask her, umefika wapi babe? Usikae sana. Harakisha manze. Because we are communicating. But this one was, sina simu nikajua ako wapi. I was like, sina simu nikajua ako wapi na sina namna. Yani I feel like she has amekaa sana. I cannot continue. So I was like, hey, let me find a way. Nikatoka nje, nikaenda pale, nikaangalia jamaa mwingine. I just wanted to use his phone, nimpigie nijue amefika wapi. Then nikaenda nikapata huyo msee hayuko. Do you know I had to walk? Niende nikamtafute. Because amekuwa zaidi ya rafiki. She has been more than a friend, my best friend. She has been more than a bro, more than a sis. Like, she's just like, unajua Biblia inasema na wawili watakuja kuwa kitu kimoja. Mke na mume watashikana na kuwa kitu kimoja. And I believe that is very spiritual once you take it very serious and very spiritual too. Marriage is spiritual, like. Mimi nahisi like that way. And that is the same way, the same feeling. Mimi huenda kazi, sometimes naenda kazi na nafanya kazi hadi usiku. Imagine ni saa 8 ya usiku, I'm expecting my baby girl is sleeping na watoto wamelala. Just imagine, they always sit down. Wanakaa chini na sijui kama unaelewa. See punishment. No one has just seen slavery. No one has told them to do that. I'm out of that. I'm just on my rounds. I'm like, naona message. Hey, babe, please take care. Na take care. Namwambia thank you. Namwambia sure I will. Naendelea, babe, please. Kwani umesema unakuja saa ngapi? Remember, hawa ni watu wamekaa zaidi ya miaka. I don't know. People might speak a lot. People might tell you a lot of things. But do you know what? Marriage is sweet once you get someone who wants wants to settle. Kuna mtu anayetaka kuwa katika ndoa. Kuna mtu anataka ndoa. Nahisi nataka kuolewa. Nahisi nataka kuoa. That is what God did to me. Nilikuwa natamani sana. Mimi hata marriage if fail, I will go again. Let me tell you, I am not a single person. I just don't like to. I am not a ndamuitaje, ule mtu mwenye anachoka tu haraka na ameacha. No. I'll try it again and again. Me, I'm a go-getter. Like, I just like something what I want. I will go for it and I will do it. So I love the marriage life. So far, so good. Can't complain. We met when I was very thin, very slim. Nilikuwa nimekonda kama saitani. Hata yeye alikuwa uzi, kama sindano. But you know what? Right now, ipo siku, next episode nitakuwa na yeye hapa. Alafu awaambie changamoto, because hakuna ndoa haina changamoto. Usidanganye. Hakuna watu hawakosani. Hata sisi tunakosana.
Just know your lanes, just know your boundaries, respect them, respect them. Usisahau wewe ndiye mke, usisahau wewe ni mwanaume, wewe ndo mwanaume, ndo baba. Kazi ya mwanaume ni kumpenda mkewe, naye kazi ya mke ni kumpenda, ni kumheshimu mmewe. Those two things, master them. Mwanaume mpende mke wako, na wewe mke mheshimu mume wako. Na hizo ndo vitu zenye Mungu ameachilia kwetu. Ananiheshimu nami nampenda. Wewe, because we will talk. I told you this is a very broad topic. Tutaongea na wale wako kwa ndoa wanaishi kutoka. Kuna wale wako kwa ndoa wanaishi wamefika pia, tutaongea na wao watie moyo yule anaishi kutoka. You will need to learn so many things, because so many times you always think you are right but you are the wrong person, man. Uko na excuse mingi za kusema huyo mwanaume ni violent, huyo mwanaume anakuanga hivi, but you know you are the source of his violence. You might be the source of his violence. Because I can't be good to everyone, but I know kuna mtu anaweza fikiria niko mzuri, tukaishi naye ikashindikana mwezi wa kwanza. Ndiyo, inawezekana, because mwanaume hapendi kupendwa. You don't need to love man, you just need to show him respect. Just be submissive, wacha kucontrol, like I feel wewe ni kama mtoto wake, because no, hakuna mwanaume, hamna baba atakaye mpa mtoto wake mawe ya kule. Always baba atampa mtoto wake chakula kizuri, na mwanaume anafaa awe baba yako, amesha kutoa kwa wazazi wako. I don't know if it's making sense to you guys, but a man is not just the guy you met. Once you get into marriage, vitu ubadilika. And you know, hapo ndo tunakosea sasa. Kizazi and the generation we are in. Hii generation yenye tuko sahi, they don't want to hear the truth. Ladies wamemea kichwa na pembe, and they cannot, and blame kubwa imeanza kuwekwa kwa wanawake. Si kwamba ni wabaya, si kwamba wanaume ndo wazuri, ila wanawake wengi wamekataa kuheshimu the boundaries. Remember I told you about boundaries. Boundaries are, and they are conditional, and it is the reality. You have to listen to this one. Mwanamke mheshimu mume wako, naye mwanaume mpende mke wako. Those two hazitaipitana, na popote ambapo zitakuwa ignored, there will be no more peace. Period. Mwanamke, iwapo hauko tayari kukontroliwa na mume wako, iwapo hauko tayari kumheshimu mume wako, iwapo hauko tayari, I repeat, if we are not ready kuonywa au kukanywa, you just think like what you know, that is the way, that what you want, that is the way. No. Then nothing will ever work in your life like marriage, unless wewe uoe mwanaume. Just be the man, find another, tafuta mogoroki, safisha yeye, oa yeye, alafu utakuwa na mcontrol. He will never control you, but right from beginning, mwanaume aliumbwa kuwa kichwa, mwanamke wewe ni shingo. Shingo siku hata moja haitawahi pita kichwa. Kwa nini siku za leo wanawake wanataka kupita vichwa? Why? Kwa nini shingo siku hizi inataka ipite kichwa? What is happening? What is happening? We need to understand this one. Andrew Kibe, big ups man. Nilisikia amesema iwapo this one. Nilisikia Andrew Kibe amesema, na ni ukweli ujue. Alisema iwapo mkeo anaenda kazini, yani una mke na anaenda kazini, like huyo ni wetu, into quotes, allegedly. I didn't support, I didn't oppose.
maoni yake, pia mimi nina maoni yangu, na ujue nikiyasema hata wewe utayapenda au uyachukie, but you know what, there is a lot of truth in that space and that speech of Andrew. Let me not get into it deeper and deeper. Sitaki kupigwa mawe. So understand your purpose. Again, understand lanes and boundaries. Mwanaume aliumbwa kuwa kichwa, na siku zote kichwa is the center. Remember, the head is the center of that controls everything in the human body. Before mguu isonge, kichwa sends signals zote urudi hadi kwa kichwa. Kabla vidole zifanye hivi, ndo niamue kuinua kimoja, haya nimeamua hiki, alafu nimeinua zote, nimerudisha zote. Everything is controlled right from here. Unanielewa? Kila kitu kinakontroliwa kutoka hapa kwa kichwa. Kwa hiyo kichwa, head was made to control. Na siku hata moja shingo kazi yake itasupport kichwa wakati kinatekeleza majukumu ya kucontrol and everything else. Mwanamke, kazi yako ni kusapoti mume wako. Sijui kama unanipata. Alafu kichwa ndicho kitaamua shingo iiname, ifanye hivi, izunguke. That is the work of the head, man. Now let me tell you, do you know 90% of the unworking marriages and unworking relationships, if we just work on this one, this little thing, imagine everything will align. 90%, not everyone and not everything, but 90% itajialign. You know why? Hakuna kitu mwanaume huchukia kama kuwa na mwanamke asiyeweza kumcontrol. Not just controlling, but kumwambia asikie na atilie maanani. Hakuna kitu uuma kama kuwa na mwanamke kwa nyumba moja. Hadi Biblia imesema heri kukaa kwenye paa la nyumba kuliko kuwa ndani ya nyumba yenye mwanamke mkorofi. Kuna wanawake wakorofi. Sikatai kuna wanaume vizirani, lakini wapo wanawake wakorofi. Let me deal with this one only first. I'm talking about from the biblical perspective. Mwanaume mpende mke wako, naye mke mheshimu mume wako. Okay? Kwa hiyo mwanaume alikupenda, akakuchagua wewe, kisha akakuoa au anataka kukuoa. Alright? Na wewe mwanamke, kuna jambo ambalo unafaa liwe kwa kichwa yako, na ujue kwamba wewe ni shingo, na siku hata moja hutowahi kuwa kichwa. Unaweza ukatoa maoni, lakini una mamlaka ya kuamurisha maoni yako yawe sheria. Mwanamke, toa maoni kwa mume wako, lakini usitoe amri kwa mume wako. Iwapo mwanaume wako atakwambia usifanye hili, ijapokuwa wewe unatamani kufanya au unajua umuhimu wake, jambo la kwanza, heshimu maandiko kabla uheshimu mume wako. Maandiko ishakwambia heshimu mume wako, heshimu maneno yake. Heshima, obedience, obey, mtii mume wako. Do you understand me? Kwanza tii kabla ulazimishe mambo. Hii maneno imekuwa mingi Bado tuko kwa ndoa, ujue the marriage. This is what I'm talking about. Hii ndo siku ya kwanza, we are opening it
This is the first episode about the marriage, in the topic of marriage. Watu wameumizwa, watu wameumizana, mambo yamechemka, lakini we are going to fix this one. Hatutopoteza generation iliyoko, generation ambayo inategemewa siku zijazo. Saa hii as we speak, most of us and almost everyone ako na baba, awe hapo au hayupo, awe yuko physically ama yuko biologically. I think you understand me. Na sisi wote tumezaliwa na mama. Hamna yeyote aliyezaliwa kama Yesu hapa ati malaika alishuka akasema na mamako amekuwa na wewe kwa tumbo. No, your mom had a partner. My mom had a partner to get me. So we have the dad, we have the mom. So this is what I'm saying. Sasa hivi ukifikiria kwenu kuna babu na bibi au nyanya. Kwenu kuna babu na kuna nyanya ambaye ndiye shoshi. Hao watu wangekosa kutengeneza hiyo wakati maisha kama hayo, wangekosa kufanya ndoa. Do you think today we would be there? And what could be the image of this day? What could be the image of the present day? Sasa babu yangu angeamua yeye atazalishana lakini hatooa. Mimi sasa ningezaliwa wapi? Maybe angezalisha nyanyangu akiwa girlfriend wake na aruke hiyo story, amwambie we just cooperate. Huko nyanyangu hapo babangu akulie huko. Na huko babangu tena atiane mimba kwingine na aseme hayuko ready kuoa. You understand? Babangu naye aseme hayuko tayari kuoa. Na that is how the life could be. Like babangu sasa angezeekaje? Angekosa ndoa, angezeekaje? Sasa wamama, sometimes we understand them. Wamama they are very responsible. Ndo maana hata mkiachana na mama aende na watoto, hao watoto bado wa safe. Most of so many mothers and women, they are very responsible when it comes to taking care of kids. I'm talking about you men. Nyi wanaume wenye mnasema amuoi. We mwanaume mwenye unasema uko tayari kuwa na mke. Okay, you will never marry, okay? Sasa just imagine babu yako, achana watu wengine, ule babu yako unamtanga kukaa ushago. Huyo mzee angekosa kuoa. As we speak sahi kwa ile age yako, angekuwa anakaaje? Na angekuwa kwa maisha gani? Let me talk to you guys because we need to be serious with life. Muda unasonga. Imagine wanaume wamejifanya mazuzu, wengine wamejifanya hawezi elewa hili jambo. Juu sasa uko na mabeshte zako wenye utaki kuoa udisappoint. You are very 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 I'm sorry. You have those friends wenye mnakuanga na hiyo notion like marriage is scam, marriage is stupid, marriage here, marriage this, marriage that. Like you don't want to do it because you know might be unajua ukweli kuhusu hii kitu, it is very real, but because of those friends and those useless circles. Imagine Prince Indah alioa out of the pressure of kumingu na kuinteract na watu wa club na those performances na watu wenye wanakuja kumdanzia message zenye ana encounter. Prince Indah, he chose the right way, akawa na ndoa. Aya Makamba, we have our Kamba Benga King, Alex Kasau Kulukulu ama Katombi. He is a man, he is a gentleman. Anapiga muziki mbaya sana. Anapiga mashow kubwa, anakutana na wasichana nyinyi wenye mmesema mutaki ndoa. But that guy, he is very smart. Huyo jamaa ako na ndoa, ako na bibi, ako na watoto. And hawatwangi hivi kwa social media No. Ikifika ni kwa ndoa kuna boundaries, man.
And I'm so sure he loves his wife and his wife respects him, because if there were mali hakuna respect, hakuna kuishi na hakuna amani. Scandals mungezisikia huku. But most of us even doesn't know if Katombi akona marriage. But I am telling you for free, he is very happily married. Na huu mwezi wa 8 he is doing a traditional wedding. Karibuni sana. A traditional wedding. Imagine he is going to put a lot of money in that thing. Nyinyi wenye mnasema ni scam. Sasa nyinyi mafans mutakuja. Imagine mutakuja. Very silly, very stupid. Very, very manafio. Just imagine. So wewe ni nani mwenye unasema mimi siowi, mimi sitaoa, lakini unajua kutiana mimba? Mwanaume unajuana kutiana mimba, lakini haujui kuoa, si ndio? Okay, unasema you will never, hauna haja na mwanamke, hauna haja na ndoa. Then make us understand venye utaishi na ako kakutu na hiyo dry spell for the rest of your life. Na wanawake, if you are going to give yourself to men who are not ready for you, then you are very silly and stupid. How are you doing it? Okay, huyu mtu anakutumia aje? I just always wonder, how does it happen? Yani unajua vizuri msee hayuko after having you for the rest of your life, and you just go ahead and just open yourself, yani, yes, you understand me? Inakuaje? Kuangaje? I don't understand. I'm sorry, but something needs to be done. Action needs to be taken. Wacha kujifanya utaishi bila ndoa. Now the time when utaamka useme, by the way, unajua hii kitu I need to settle, it will be late. Imagine kuwa na 40 years ndo uko na mtoto ananyonya. So huyo mtoto akifika 10 years, huyo mtoto akiwa 10 years class 5, na wewe utakuwa na 50. Imagine baba anakuja akiwa na movie, baba anakuja kutembelea mtoto akiwa na manywele za white. I'm sorry, like we have so elderly wenye wako na watoto, but I'm sorry for that, but listen to me, that is the time wenye umeamuka, it's late. With 50 years my friend, unasomesha mtoto primary. The firstborn I'm talking about. Sasa secondborn. So secondborn inamaanisha if you just give a gap of 3 to 4 years, then nawe utakuwa uko 60s. Yani ukuwa na age, wachini mchezo. Yani wacha tuchelewe katika ndoa kwa sababu zinaeleweka. Labda you have been in a marriage, then in your 50s or in your 40s it failed, ama your wife died, or ama your husband passed, then you just went on and started a new family. Hiyo inaeleweka. Lakini for someone mwenye aliamua kupiga sherehe na kuchukua sifa kwa friends and fellows, ati guys, life is real. You better start working on it right now. You better start getting serious right now. Sherehe haitaisha. Hakuna sherehe tamu kama kupiga na mke wako. Sasa when you get yani, like, just know there is that pattern you huwezi skip. You will never skip that one, and if you skip it, you will regret your life. You will regret. I just want to assure you, if you skip the part of marriage in your life, you will come to regret one day. Mark this one. It will stay here on my YouTube for the next, unless YouTube just pulls down my channel, but it will be on the YouTube for the next 100+ years. Come back to it and do it a retest and recall. You must and you will regret
your decision, because your grandfather chose to have your grandmother, and your grandfather with your grandmother brought your mother and your father. Then your mother went on and had your father. So who are you to come and change the protocol? That means that generation has ended to your position. Au watoto wengine sasa wenye utazalisha huko nje watakuwa wanaenda huko kwingine hivyo, like hiyo story yako imeisha hivyo, like utakuja kuzikwa ukiwa wewe ndanani, which yani, what kind of life is this, man? I don't understand. Someone just need to understand something. Okay, let me understand. Make me understand what exactly is the reason behind people saying the marriage is a no to them. Please, kwa comment section, as I'm winding up, kwa comment section, let me know. Most of people are saying marriage is scam. Let me know how scam it is. Let me know. Let's discuss this one. Let's make it work before it's too late. Don't just copy your parents' life. Maybe our parents, some of them walikuwa violent, wengine walikuwa na vita, wengine walikuwa yeah, I understand that one. So please guys, make sure you do something on this, especially men. Wewe ni mwanaume na una akili ya ndoa, sasa wewe ndo nani? Let ladies say they are not ready to get married, because one day when you meet them, you will just tell them when you are single, utamwambia tu kuja nataka kukuoa, utampiga mistari dakika mbili atageuza akili. Lakini kwako wewe mwanaume mwenye unasema uko tayari kuoa, wewe ndo mgeni wa nani hapa duniani? Wewe ndo nani sasa? Sasa wewe ndo it's okay. Guys, that has been the episode 1 of the marriage. We are going to episode 2, the next one. Episode 1, we have known, understand the purpose why you are getting to marriage. Then understand your lanes and boundaries. Lanes and boundaries. At least go home or just close the episode while knowing, before getting to marriage, understand why are you getting into it. Do you want to stay? Do you feel like you want to settle? Or it's a particular pressure which is forcing you to? Because those are the mistakes we usually make. Don't go following for something, because once you get that thing, everything about marriage will be done. Usiingie kwa ndoa kwa sababu unataka huyu mwanaume akufungulie biashara. Ipo siku yenye utawekewa hiyo biashara na inawiri. Hiyo ndo siku yenye utaona umuhimu wake tena, hautamhitaji. Usiingie kwa ndoa sababu unataka tendo la ndoa, maana utaingia alafu utalipewa, utalifanya hilo tendo kwa muda mchache, utahisi ladha imegeuka, imeisha, na hapo you just walk out. Have the purpose, know the purpose, understand the purpose of the marriage. Then the other thing, make sure you understand the boundaries. Mwanamke, siku zote wewe ni shingo, mheshimu na uwe tayari kumheshimu mume wako, na yule mwanaume utakuwa naye, na iwapo unampenda, I am so 100% sure haitakuwa gumu kwako kumtii na kumheshimu. Just being obedience won't cost you anything. Na mwanaume alikuja vizuri akikupenda day one. Imagine what changes men is what is in you. Kinachofanya wanaume wakuje kwa maisha yako alafu wanabadilika, wewe chenye iko ndani yako. Just try to work on yourself. Girls, madam, work on yourself. Guys, work on yourself. Just work on yourself. Mwanaume anakujanga akikupenda, anaona unakaa mwanamke mzuri, kumbe wewe ndo ule mwanamke ambiliki. Kumbe wewe ndo ule mwanamke mwenye anapenda mashindano.
Kumbe wewe ndio ule mwanamke unapenda mabishano, unabishana. Yani wewe ndio ule mwanamke unapenda mashindano, yani you just want your thing to work, not his one. Like mwanaume akishagundua uko hiyo, hata kama hataondoka atatafuta spare, na muda si muda utajipata spare imekuwa na nguvu kuliko original, na wewe ndo hapo utatemwa. Labda ndoa iko imeanza, ndo mlikuwa mnajipanga kuingia, na utaishi kusema unapatanga wanaume ni mbwa, wanaume ni malaya. Wanaume si malaya, wewe ndo unajaribu kuwafanya wakuwe malaya. Na imagine mwanaume akitoka kwako aende atafute mwanamke mwingine, usikie amemuoa, haimaanishi wewe mwanaume ni malaya. Ni venye kile anatamani kwa mwanamke, yani anatamani mwanamke awe hivi, ule mwanamke anataka awe naye. Hakuna mwanaume anapenda mwanamke anaenda na mgongo wazi. Hakuna mwanaume anapenda mwanamke anavaa vitovu ziko nje, because what is like when you mkienda kwa wazazi, like just be a good person. Like hakuna mwanaume anapenda mwanamke anamshautia. Sasa nitakupeleka aje kwetu kanishautie tukiwa huko, wazazi wasikie, ama ma relatives hapo wasikie, ai Jemo, bibi ya Jemo anataka kupiga Jemo. What is that? Alafu sisi wanaume kuna kitu hatupendi. We always take care of our names, our reputation. Sasa siwezi afford kukupiga mbele ya wazazi ama mbele ya ndugu zangu. Kwa hivyo itabidi nimekanyagia. Sasa ili nijiepushe na hiyo mbalaa yote ya kunyamazianga noma, sieri nikuteme mapema, ama sieri niachane na wewe nitafute the best. Because tumepewa nafasi, mwanaume amepewa nafasi ya kuchagua mwanamke anayependa. Kwa hivyo na wewe mwanamke hauna chaguo kwa maisha. Wewe ndo ule mtu mwenye unangojeanga ukuje uchaguliwe. Wewe ni kama tomato sokoni, alafu mwanamume ndiye mnunuzi. Iwapo mwanamke, you will never work on yourself, then men will be coming and sampling. Then when they get to you they find no, hii sio ile tomato anataka. Anaruka, amekudinya, amekutumia, amekufanyia kila kitu, alafu then anaenda anatafuta yule mwenye anataka. Remember, mwanaume anaweza akajitolea akabeba majukumu yako just to have you one night. Okay? Mwanaume anaweza akakusurprise na iPhone 17 Pro Max. Anaweza akakuhamisha kutoka kwa bed sitter akakuweka kwa 2 bedroom just to have you in several nights. But wakati atataka mwanamke wa kupeleka kule kwa wazazi awaambie tubariki, huyu ndo mke wangu, you will go back to the drawing board. Alafu atasema nataka mwanamke anakaa hivi, sio anakaa hivi. Nataka mwanamke atakaye niheshimu, sio nataka mwanamke atakaye niheshimu, sio mwanamke ninayemjibu mwambie ananijibu hivi. Nataka mwanamke nitakayemwambia tunapita hapa mke wangu, sio mwanamke nitakayemwambia hivyo naye aniambie siendi huko, tunaenda huku. Me, I just always wonder, how do you guys survive? Watu wawili mnapendana, hata sijui sisi, let me not put kupendana, lakini mumeoana. Alafu kama nyinyi mmeokoka, mwanaume anaenda hii kanisa na mwanamke anaenda hii kanisa. Surely are your minds okay? Akili zenu ziko sawa? I am not sorry to say this. Nyinyi mnapendana kweli? Ama mko kwa ndoa sababu ya watoto? Mumeoana alafu you cannot walk together. Wewe mwanaume una mwanamke, alafu uwezi mwambia leo bibi yangu nataka tuende mahali, ama nataka leo tutoke na wewe. Aya, wewe mwanamke umeolewa na mwanaume na umtambui kabisa. Yaani unamwambia wewe Zuzu kaa hapa na kuja. Uwezi tembea na mume wako sababu kuna wengine unataka wakuone. This episode is getting to so guys, thank you for watching. Let's meet in episode 2 of The Marriage. God bless you.